hayapaswi kutenganishwa na msikiti. Mafanikio ya Uislamu duniani hayapaswi kutenganishwa na msikiti. Msikiti ndio hamzatul wasli, ndio kiunganisho cha maisha yetu, mafanikio yetu, kufaulu kwetu kunapatikana ndani ya msikiti. Tujiulize leo Waislamu, msikiti una thamani gani kwetu? Msikiti ndio unatakiwa uwe mfano wa majumba yetu tunayoishi, sio msikiti upi majumba yetu. Narudia tena, majumba yetu yanatakiwa yakopi uzuri unaopatikana katika misikiti, si msikiti ukopi uzuri unaopatikana katika majumba yetu. Hii ni mistake. Haiwezekani nyumba ya mtu wa kawaida ikawa ni nzuri mno, ikawa inavutia mno, inampa Muislamu faraja ya kukaa mno kulikoni nyumba ya msikiti. Katika kitu ambacho tukio la Isra na Miraj linatupa motive wa Islam, msukumo kuhakikisha kwamba kila msikiti unapata heshima yake stahiki. Misikiti yetu imeondoka na sisi Waislamu ndiyo tuliondolea heshima misikiti. Tunatakiwa kuwa ni nyumba ya amani, ni nyumba ambayo Muislamu anapoingia msikitini kila alichokibeba ahisi kwamba amekikabidhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini misikiti leo imekuwa ni nyumba ya wasiwasi. Mtu yupo tayari amekosa mfuko wa kuhifadhia viatu vyake, basi asali na viatu vyenye najisi mbele, kwa sababu ataibiwa ndani ya msikiti. Ni kosa nyumba ya Mwenyezi Mungu, msikiti, kuzungukwa na matangazo ya jihadhari na wezi wa viatu. Hii ni aibu. Moja ya sayansi ya tukio la Isra na Miraj ni kuheshimisha msikiti ambao ndio ulikuwa starting point. Mwanzo wa safari yake Mtume alianzia msikitini, ameimalizia msikitini, amekutana na msikiti mkubwa wa Baitullah al-Maamur sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani msikiti leo tunapokwenda maliwatoni tukutane na viatu vya kushoto kutupu au kulia kutupu. Hii musiba, hii musiba kabira. Hivi viatu vya kushoto kutupu na kulia kutupu vinapatikana katika majumba yetu. Ni nani ambaye chooni kwake amethubutu kuwawekea familia yake viatu vya kulia au viatu vya kushoto? Na ikitokea msikitini vimewekwa viatu vya kulia kutupu au kushoto kutupu, basi vitapigwa mkasi pembeni. Nafasi ya msikiti kupitia tukio la Isra na Miraj. Ndugu zangu Waislamu, ni kosa na ni aibu nyumba ambayo wanaingia kutwa zaidi ya watu 50 kubandikwa matangazo ya bili ya umeme, bili ya maji. Tuelezane ukweli Waislamu. Zunguka Dar es Salaam, zunguka Tanzania, sisi tuliokuwa hapa, hakuna mtu yeyote ambaye nyumbani kwake kaweka tangazo nje la kuchangiwa umeme au bili ya maji. Kwa nini matangazo haya yatawale msikitini? Kwa nini matangazo ya bili ya umeme na bili ya maji kiasi ambacho inamtoa kwenye network hata imamu pale mbele pia kaendewa kwamba wewe pamoja na kusoma sura Al-Fatiha hivi tangazo pia linakuhusu?
nafasi ya msikiti. Hii ni nyumba ya msikiti, lakini tuwatizame waliokuwa ndani ya msikiti. Waislamu, tuachane na kuwaweka ndondo katika misikiti yetu. Msikiti hauongozwi na ndondo. Msikiti unaongozwa na imamu ratib, vitabu vya kisharia, Islamic law. Msikiti unaongozwa na imamu ratib, Pembe. Tuwakumbushe Waislamu, imamu ratib ni imamu ambaye zimekamilika stahiki zake zote. Ndio imamu ratib. Kamati za misikiti na bodi za misikiti, tuache tabia ya kuwakaanga maimamu ati mnafanya kazi gani. Imamu muda wa kuwa kawekwa msikitini, alipwe malipo yake stahiki, apewe huduma zake stahiki, kuanzia bima ya afya, elimu ya watoto wake, nyumba ya kukaa, usafiri wake. Hii ndio nafasi ya msikiti kupitia Isra wal Miraj. Sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni jukumu letu Waislamu. Msikiti unatakiwa uwe na package, nyumba za wakfu, nyumba za wakfu. Leo nikamuuliza babangu hapa, mzee Roda alikuwa ananitajia msikiti mmoja pale City Center ulikuwa na nyumba kadhaa, akaniambia zimebakia 2. Leo Waislamu, wazee wetu waliotangulia, walioishi hapa City Center, walielewa nafasi ya msikiti na package ambazo zinatakiwa ziambatane na msikiti. Msikiti ni lazima, very important, uwe na vitega uchumi. Nyumba za wakfu wanatoa nani? Sisi. Msikiti unatakiwa kuwa omba. Msikiti hautakiwi kuwa omba. Msikiti hauwezi kuwa ni omba. Aibu maimamu kudhalilika wa msikiti. Yule anaitwa imamu al-masjid. Na siku zote naendelea kusema, mwenyekiti wa bodi ya msikiti yupo chini ya imamu wa msikiti, mwenyekiti wa msikiti yupo chini ya msikiti, katibu wa msikiti yupo chini ya msikiti, kamati ya msikiti na tumswali tu Muhammad. Tuzisimamie nafasi zetu. Imamu wa msikiti, hakuna mtu aliyekuwa juu yake. Mwenyekiti wa bodi anatakiwa akapate ruhusa kwa imamu wa msikiti, kamati ya msikiti ikapata ruhusa ya kufanya jambo kwa imamu wa msikiti. Leo imamu wa msikiti amepokea ndoa, anataka kufundisha msikitini yaumul khamis, anakwenda kudhalilika kwa mwenyekiti wa bodi. Bwana, kuna ndoa anatakiwa nifundishe. Haiwezekani. Imamu ambaye idhafa imetengenezwa kwa imamu almasjidi, imamu wa msikiti, hakuna mwenyekiti wa bodi, hakuna kamati ya msikiti. Huyu imamu, na siku zote ndio maana nasema abaitu katiba ya BAKWATA, katiba yenu Waislamu, ile inayompa super power imamu wa msikiti, yeye pale ndio mwenyekiti. Namfanyaje imamu kwa maamuma? Imamu wa msikiti muda wa kumlipa imamu ni 2,000 na 3,000, intaha salahiyatuhu, muda wake expired. Imamu azungumzie hivi sasa kuanzia 500,000 kwenda juu, nyingi sana, milioni. Pesa tunazo. Tumswali Muhammad. Imamu akinunua bajaji, imamu akinunua gari, anaitwa kuhojiwa kama TAKUKURU, yani ile body of trust
Tuna takukuu za kuwadhalilisha imamu. Tukio la Isra na Miraji linaleta thamani ya msikiti na wale wanaosimamia majukumu ya msikiti. Lakini kuna muadhini, adhana ni dawa. Someni Islamic history muone kwamba Mtume alikuwa na ndondo wa kuadhini. Asipokuwepo Bilal bin Rabah, atakuwepo na Shadad Abdullah bin Maktum. Hao waadhini na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni marufuku msikiti kuongozwa na ndondo katika adhana. Wanaadhini mpaka Wakristo wanajua kwa mtu anakosea. Muadhini anatakiwa alipwe, si mtu wa kujitolea bila malipo. Nyinyi mnaojivisha majukumu, muadhini anatakiwa kulipwa. Misikiti mingapi tunawalipa watu wanatoa adhabu? Ndio sisi jamani. Imamu yake hapa City Center Dar es Salaam, akikufuata muadhini akakwambia sina nauli, sina buku, sina jero ya kurudi nyumbani, usipompa umemdhalilisha. Inna lillahi. City Center hapa Dar es Salaam, City Center hapa Dar es Salaam, muadhini akikufuata bana, nisaidie jero buku, usipompa umemtembeza kwa miguu. Dauru nafsi, nafasi ya msikiti. Yule anayesafisha vyoo, tuangalie tunamlipa shilingi ngapi? 20,000 laki haijafika. Kutwa mara 5 watu wanaingia salatu subuhi, wakimaliza yeye anakwenda kusafisha. Adhuhuri anakwenda kusafisha, alasiri anasafisha, magharibi anasafisha, isha anasafisha. Wa mwanzo kuingia msikitini, wa mwisho kutoka, tunamlipa 50,000. Billahi alaikum, tunaitaka pepo, tunautaka moto. Nafasi ya msikiti, ndugu zangu Waislamu, hakuna mafanikio nje ya msikiti. Mtume alifanikiwa kupitia msikiti. Mambo yote yalipitia ndani ya msikiti. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Hii ni nafasi ya msikiti, ndugu zangu Waislamu. Haiwezekani leo imamu anafanya kazi ya kudhalilika. Waislamu takbir, imamu anakatamka, imamu wetu anafanya kazi takbira nyingi. Liwe ni jambo la fardhu aini imamu kutembelea usafiri. Mwezi wa Ramadhani unakuja huko. Swalini katika misikiti mbalimbali duniani hapa Tanzania, muone imamu anafadhalilika, katoka msikitini kuswalisha salatu tarawih saa 4:30, akakuja kwenye madirisha ya gari, anaitafuta kongoe, anaitafuta magari. Aina bodi masjid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasema kuna mtu anaelezea